Huyu ni mchawi huyu. Umepona? Yaani wewe leo ulitakiwa ufe. Nasikia watu wanapiga kelele. Hey! Jamani wamekufa. Sasa nashtuka na watazama. Amekufa nani? Kugeuka nyuma. Kumbe bajaji imekaa imetulia kwenye mtaro imelala mule. Na abiria wamekaa mule. Dereva amekaa ameshikilia usukani. Hata washtukufikiri bado safari inaendelea. Hakuna aliyepiga kelele kwenye ile bajaji. Wote kimya. Wametulia tu. Watu wanakuja wanambia umepona? Sema kwani nini? Dereva anambia wewe dereva, vipi mbona uko hapa mtaroni? Huoni kama abiria wako ulishawaua hapa? Hebu tokeni tuitoe. Hata hashituki. Watu wakasema kwanza kwa nini dereva akwepe mtu mmoja amebeba abiria? Kwani asingemgonga huyu? Kwani aende mtaroni? Watu wakashtuka. Wakasema hawa watu ni wabaya hawa. Huyu ni mchawi. Huyu kama sio mshirikina, huyu ni mchawi huyu. Huyu ni mchawi. Unawezaje yaani ukwepe mtu mmoja? Kwanza ameona nini mpaka kumkwepa huyu mtu? Maana hapo lengo lilikuwa limelengwa ni sisi tugongwe tufe. Na baadaye nikamwambia sasa mke wangu kakae pale kidogo upumzike. Mke wangu naona pumzi inaenda juu inapanda inashuka. Mwambia tulia. Tulishapona. Na mimi nikawa mtu anayesaidia wale watu. Tukaiamsha ile bajaji watu wakatoka mule. Wanatoka tunamwambia mmeumia ati? Hatujaumia. Mwingine anasema mimi nimeumia mguu tu lakini niko vizuri, sijaumia sana. Kile kishindo tu ndo kimeniumiza lakini niko vizuri. Walikuwa mule unajua bajaji wengine wanapakia wengi mpaka 6 ngapi? Panganisha wengi. Sasa wakati ule tunawakagua wanasema tuko vizuri. Walitoka hapo tukakasha bajaji yao wakaondoka. Bajaji imeondoka. Yule mzee tulikuwa tunafanya kazi naye akanipigia simu. Kagoma, habari bwana, umepona? Nikasema kwani ikoje? Imekuaje mzee? Akasema yani wewe leo ulitakiwa ufe. Kwa nini? Kwa nafikiri unachokifanya hawakuoni. Wanakuona vizuri. Wanakuona kina nani? Wewe hujui ulishasahau. Kama umepona basi wewe una Mungu. Sasa aliposema neno hilo wewe una Mungu na mimi nina majini. Hapo ndipo tulianza kupishana sasa. Sasa huyu mzee ananiambia nina Mungu. Manake yule Mungu ambaye siku ile ninapigwa na majini nikasema kwamba sitakubali kuwatumikia, akanilazimisha yale majini akanipiga, nikayaambia kwamba sawa nimekubali. Baadaye nilipokubali nikawaambia kwamba siku moja Yesu atakuja kuniokoa. Huyo Yesu amekuja kuniokoa ndo ameniokoa au imekuaje? Hapo ndipo nilianza kupiga taswira na kuona kwamba Mungu ameanza kuja kunisaidia. Kwa sasa hivi na Mungu yuko karibu yangu. Mimi sikuona kama Mungu yuko upande wangu kabisa. Mimi niliamini habari za shetani moja kwa moja. Sikumfikiri Mungu hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati huo naendelea kusikiliza ile simu, anaambia sasa, Kagoma, muombe Mungu. Muombe Mungu. Lakini wewe mwanamke uliyemuoa sio mzuri. Wewe mwanamke uliyemuoa atakuharibia mambo. Ulikuwa umekufa. Nikasema hapa kwa sababu tumepona. Mke wangu tupitie kilo cha nyama. Tuende tukapike wali tule. Yaani nilikuwa hapa tumekufa kabisa. Mara ya kwanza namuoa mke wangu naanza kununua kilo cha nyama. Kwa sija kununua kilo cha nyama. Kwa sababu tu ya kupona ajali nikanywa kilo cha nyama na wali. Siku yake akapika tukala vizuri. Wala haikunitisha kuokoka. Nikaendelea kuwa na moyo mgumu vile vile. Nikaenda kufanya kazi zangu tu bila shida. Lakini wakati tafuta kanisa nikamwambia sasa basi tafuta kanisa. Unaenda mwenyewe. Akaenda kanisa la FPCT Kasulu mjini. Kasulu Murusi pale. Kasulu Murusi. Akaenda kaabudu, anaabudu pale. Akaniambia wana pale wanaabudu wanaangalia na TV kabisa. Ukichelewa unakaa nyuma. Nikasema hapo ndo pa kuabudu. Tunaabudu tunaangalia TV. Ngoja twende. Sasa kazi yangu ni kumchelewesha. Nikimchelewesha bado anaona wachungaji kwenye TV wako karibu vile vile. Kwa hiyo sijafanya chochote. Nikamwambia tukichelewa ndio yale hadukai nyuma. Unajua ukikaa nyuma afadhali unajificha nyuma ya mgongo wa mtu. Hata kama mchungaji za Bwana asifiwe unasema amen umeinama. Sasa kwenye TV pale lazima ukiinua kitu unakutana naye. Ukiinua kitu unakutana naye. Sasa hapa sio pa kuabudu. Sema hapa hii TV waliyeweka kwa wamesaidia mtu aliyechelewa aliyewahi wote wawe kama ndio wale wamewahi. Sasa hapa bado masheti yangu hayawezi kwenda sawa. Bora niache. Siwezi kusali.
Siwezi kusali kabisa mimi. Akawa anaendelea kusali mwenyewe, nikamwambia lile kanisa acha. Akaita mchezo nikampiga, nikamwambia acha kusali, sitaki. Yeye hakukoma kuacha kwenda kanisani, lakini kwa sababu nilikuwa nikitoka asubuhi naondoka, nakuta ameondoka, anajua masaa atakuja, sasa atakuwa anarudi, anakimbia nyumbani mapema asije akakuta sipo. Kwa anaenda kanisani kwa kutoroka. Mimi nikaendelea kuishi hivyo. Lakini siku moja sijui kuaje haya mazoea. Nikasema sasa, kwa sababu leo najisikia mke wangu amenifurahisha, kuna mambo fulani amenifanyia mazuri, ngoja leo na mimi nimfurahishe. Twende naye wapi? Kanisani. Nikamwambia sasa mke wangu, chagua sehemu ya kwenda kuabudu. Lakini sio kwenye kanisa la TV. Maana ukienda mapema umewahi. Ukichelewa umefanya umewahi. Sasa pale natakuta nimeharibu mambo yangu mapema. Tafuta kanisa. Tena utafute kanisa kadogo, yani kale ambako yani kabisa hakana watu. Tujisalie pale pale. Hii kanisa vyenye watu wengi na nini tunapoteza muda. Kwanza mule kuna takataka mengi na nini. Nikawa na kejeli nyingi za kusema ili kwamba kumwonyesha yule mwanamke kwamba anapoabudu sio sahihi. Kwa sababu mwanamke yeye kazi yake, moyo wake ulitamani niokoke. Aliona kama ni fursa ambayo Mungu amempa ili kwamba aweze kuitumia. Ile mwanamke tukaendelea naye, akatafuta kanisa, akaniambia kuna kanisa nimeliona. Nikasema sawa, haya, Jumapili tutaenda. Tukaandaa mazingira ya kanisani, mimi naendelea na mambo yangu. Kazi yangu ni kumfurahisha tu, ili afurahi aendelee kuishi na mimi. Sio kila siku mke unaweza tu ukaishi maisha ya kumchukiza. Kuna wakati mnaishi kwa furaha. Hata kama hajakufurahisha, wakati mwingine unataka umfurahishe kwamba ajue na yeye ameolewa na mwanaume angalau kidogo mwenye ufahamu na mwenye upendo. Kuna vitu unafanya ili mke wako afurahi. Hata kama ni katili. Mwanaume yote hata kama ni katili kwa mke lazima atulie. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hapo kama mwanamke ana hekima na ana maarifa ya kuishi na mume, mwanaume wa aina yoyote, awe jambazi, awe katili, awe nani, mwanamke anaweza kaishi naye vizuri na wakaendelea na maisha bila tatizo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Basi yule mwanamke akasema nimeliona kanisa. Na mimi nikasema twende. Tukaenda. Nikamwambia sasa tunatakiwa twende tumekula. Hiyo ni saa 3. Najua mchezo wangu ni ule ule. Tukienda saa 3, saa 3 akianza kupika, saa 4 inaelekea saa 5, najua hapa makanisa mengi walishaanza ibada. Nasikia kabisa huko wanasema ibada walishafungua. Nasikia kwaya zinaimba safi. Maana nimekuwa Pentecost najua saa 4:30 ibada zinaanza au saa 3:30 ibada zinaanza. Sasa hii saa 3 akipika mpaka saa 4. Tukifika saa 5 kanisani na nusu, ibada zilishafanyaje? Zilishafika katikati kabisa. Na mimi nikasema huu ndio muda wa kuutumia sasa. Tukaenda. Tulipofika pale, kumbe pale tunafika ile inaelekea saa 5. Wa makanisani wamekaa, kumbe ndo wanafanya maandalizi ya kuanza ibada. Bwana asifiwe. Kumbe wao ndo wanaanza maandalizi. Nikafika nikakaa najipanga vizuri kama mgeni. Unajua umefika mahali lazima ufike kidogo macho yote na kutazama. Mgeni ameingia hapa. Na makanisa haya madogo anayoanza mgeni akija unakuta macho yametoa macho sasa tumepata mshirika. Na sisi tumepata rafiki yetu amekuja kuokoka. Kwa lazima wakutazame kwa bashasha, watamani utasemaje? Una jambo gani la kusema? Nikaona mchungaji na wewe haraka anasimama tuimbe wimbo wa wokovu namba fulani. Najua ndo labda ndo muda wa nini? Wa nyimbo za wokovu. Nasikia wanaimba na mimi nikasimama tunaimba. Baadaye kidogo wimbo wa kuabudu, wanaabudu. Hawako kwa kati gani? Mbona sieleki kipindi gani? Nasema sasa tuombe kwa kufungua ibada. Moyo wangu uliuma sana. Nikasikia ndani yangu uchungu. Washenzi hawa wananiharibia mambo yangu. Kwa nini wanaomba huu muda? Huu muda ndio wa kufungua ibada. Kwa nini wamechelewa? Niondoke. Nataka niondoke kabisa, niondoke mapema huko. Najua hapa mambo yasharibika. Kwa nini wamenifanyia hivi? Sasa ibada yote nilimaliza nimekasirika. Wasema Bwana asifiwe, amina. Yaani niko serious kweli kweli. Paka mtu akiniangalia sema huyu jamaa ana tatizo huyu. Atakuwa na mtu anamtazama sema huyu kama sio pepo. Kuna jambo jingine liko ndani yake. Mbona amekasirika? Wakati ni mgeni. Imekuaje au hajapenda ibada zetu? Wakawa ananiangalia tu. Wakafungua ibada akaweka makwaya na nini, ibada zikaendelea wakati wa sadaka nikasema sitoi kwa sababu natimiza sheria yangu niliowekewa kama agano langu la kusali. Sikutoa sadaka. Baada ya sadaka imepita, kaja matangazo neno la Mungu lilipofika,
Nikasikiza neno la Mungu wanasema na wachora tu na waangalia. Sawa, wamekosea kufanya hawa. Wajinga tu hawa. Anahubiri nini? Angalia sura yake, angalia jinsi alivyo. Mrefu sio mrefu, mwembamba sio mwembamba. Anatamka anatoa mate. Mate yenyewe amemwagikia kwenye maiki. Hajui kuongea. Yeye anahubiri, mimi niko namchambua, tunasema elimu gani? Ana elimu gani huyu? Mambo ya ajabu ajabu pale. Kwa sababu hasira yangu, kwa nini wameanza ibada mimi nimefika? Sikiliza sasa. Wakati nimekaa pale, ikafika hatua akamaliza, si akaombea wagonjwa, akaombea wanaotubu. Sasa ni muda wa matangazo salia sio na nini. Ibada inatakiwa kufungwa. Mimi niwe nimeondoka. Nikaendelea kutulia, nikakamatwa ufahamu. Sikuweza kutoka kanisani tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu pale ufahamu wangu ulikuwa umeshikiliwa, ninawaza kwa nini wameomba ibada imefungwa. Ndio ilikuwa swali langu. Kwa mpaka washirika wana ibada inafungwa, wanaomba twende na amani ya Bwana. Mimi nimetulia pale pale nimekaa. Na mke wangu kabaki amekaa kwenye benchi la wanawake, kwa sababu pale angetokaje akaniacha peke yangu. Itabidi akae atulie. Naona mchungaji yuko pale na viongozi wake wamekaa, wana mazungumzo, naona hatuondoki, wakatuita. Na nyie njoni tuzungumze wageni wetu.